Kukuwa tajiri ni kutoa uoga. Ndio maana mimi nilibaki kuwa mwoga. Mimi nilichagua kuwa maskini sababu ya uoga. Hii ni simulizi ya ndugu yangu ambaye tumeishi na yeye zaidi ya miaka 13. Tumesafa na yeye zaidi ya miaka 13, lakini baadaye alipotea kwa muda miaka 3 tu. Kurudi kwake ilitujabisha karibu kijiji kizima. Sasa wewe kama mtazamaji, kaa karibu ili usikie hii simulizi ya huyu ndugu yetu. Kitu gani ilimfanya? Alipata utajiri yake aje? Maisha yake baada ya utajiri ilikuwa ni nini? Ilikuwa aje? Vitu gani alifanya ili apate utajiri wake? Hii ni simulizi yenye wewe kama mtu ambaye unatamani kuwa tajiri. Kila mara unaota tajiri, unaomba Mwenyezi Mungu akujalie utajiri. Kila kitu ambacho wewe unaona tu ni pesa. Sasa hii ni simulizi ambayo wewe mwenyewe unafaa usikize ili wewe mwenyewe uchague njia gani ambayo utatumia. Kama ni njia ya ndugu yetu ama ni njia yenye Mwenyezi Mungu amechagulia kila mtu apitie. Mwenyezi Mungu katika Biblia na Qur'ani ameeleza mwanadamu anafaa atumie ama atafute kwa jasho lake ili upate kwa njia safi, lakini Mwenyezi Mungu amekataa ama amekataza mwanadamu mwenye anatumia njia ya shirki ama anatumia ushirikina ili kufaidika kimaisha. Sasa hii ndio simulizi ambayo wewe nataka nikwambie kile kitu ambaye ifanyika, hii ambaye mimi nilishuhudia kwa muda wa miaka 13. Uoga wangu ndio ilifanya mimi bado nibaki maskini hadi wa leo. Na yeye venye tunaongea na yeye ni tajiri, lakini nitakwambia vitu gani ambaye yeye anapitia na mimi kitu gani ambaye niliambiwa ili nifanye ili nikuwe kama yeye, lakini nilikataa. Sasa ndugu, dada, baba, hanko mwenye unatazama hii video, kaa karibu ili usikie hii simulizi. Kwa muda miaka 13, huyu si ndugu wa tumu toka nitoke. Huyu ni kama rafiki, lakini tuliishi na yeye kwa nyumba moja kwa maisha ambaye ilikuwa magumu sana. Hata kukula kwetu ilikuwa ni magumu. Kitu ya kwanza ambaye inavutiaga watu sana kwenda kutafuta utajiri kwa njia ambaye haifai ni kukuwa maskini. Kitu moja mbaya sana katika maisha ni kukuwa maskini. Ukishakuwa maskini, maisha yako inakuwa tu mbaya. Hakuna kitu mbaya kama kukuwa maskini. Sababu hiyo ndio hakuna kitu ambaye inaweza kuingiza kwa hizi vitu zote kama kuwa maskini. Sasa huyu ndugu yetu baada hii maisha tulikuwa tunapitia hii magumu, alienda kapata kazi kule sehemu za Mombasa. Jamaa akapotea kwa muda miaka 2 tu. Muda wa miaka 2 jamaa alipotea bila kuwasiliana na watu. Sasa tukaanza kujiuliza, ndugu yetu huyu alikufa ama vipi? Sababu nyakati yenye alienda hakuna hata kuwasiliana bado kwa tunaweza kuwasiliana na yeye. Kila mtu alikuwa anatafuta njia yake. Baada hizo miaka jamaa alirudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani jamaa alishangaza wanakijiji. Yaani wanakijiji walishangaa sana sababu kijana mwenye ameishi katika ufukara, maisha yake yote ameishi katika ufukara, umaskini wake. Vipi leo anaingia na kitu kama Range Rover, kitu kama GLE, anaza afford. Yaani ni mtu anazaamua kulisha zaidi watu 100 kwa siku. Kwa siku moja anazalisha zaidi ya watu 100. Chanzo yake ilikuwa ni nini? Sasa watu wakaanza kumshangilia, watu wakaanza kumuinamia, yani watu walimpa heshima ile hali ya juu, mpaka watu wakaanza kusahau kama huyu ni kijana ambaye tuliwahi ishi na yeye hapa ama tuliwahi ishi na yeye katika kijiji chetu. Sababu umejua kitu moja ambaye inafanya watu unaheshimika sana, kitu ya kwanza ni pesa. Huwezi heshimika bila pesa. Kitu ya kwanza ambaye pesa inavuta heshima. Sasa huyu ndugu yetu ama huyu kijana aliamua kutafuta pesa. Njia ambayo alitafuta nao pesa ndio sasa nataka kuwasimulizia njia gani ambayo tajiri yake ilikuja na manufaa yake, na baada yeye kupata hiyo utajiri, hii kitu gani ambaye anapitia kisasa, hukumu gani ambaye anapitia kisasa, kafara gani yenye ilibidi paka towe, ama kafara gani ilibidi paka afanye ndiye apate utajiri. Huyu ndugu yetu huyu aliamua
kutafuta utajiri, venye aliamua kuenda umaskini ndio ilimfanya yeye kuanza kutafuta hiyo njia. Makosa tu ni umaskini nilifanya yeye akafanya nini, ikabidi aingie katika hii ujanja ama kutafuta kwa njia nyingine ambapo sio njia ya halali ya Mwenyezi Mungu ametuambia ama Mwenyezi Mungu amekanya. Sasa huu ndugu yetu huyu, the moment alienda Mombasa, aliamua kutafuta utajiri yake kwa njia nyingine. Sasa baada yeye kuwa tajiri, aliamua kueleza alianza kukuwa na wafuasi wa vijana wengi waliweza kumfuata kama mkuu. Unaona kama rais akiingia sehemu unapata vijana wanatokea wanamfuata. Sasa yeye ndio mkuu sababu ya pesa, sababu ya utajiri yake. Alikuwa na uwezo wa kulisha zaidi ya watu 100 kwa siku. Sasa huo mtu alikuwa tajiri katika eneo yetu, alikuwa anasaidia watu bila kubagua, alikuwa anasaidia. Lakini ukimwendea kama kijana mwenzako ati mkuu, hebu niambie njia gani ambayo umetafuta na utajiri yako, ilikuwa anakubandua, yani ilikuwa hawezi kuambia ukweli wake. Mpaka kuna siku ilibidi sasa mimi kama ndugu, kama rafiki ambaye tumeishi naye zaidi ya miaka 13, ilibidi aniambie njia ambaye alipata nao utajiri yake. Sasa utajiri yake ilikuja hivi. Huyu ndugu yangu, rafiki yangu huyu, ilifika mahali yeye aliamua kama mbaya ni mbaya, kitu ya muhimu anafaa apate ni pesa. Kitu ambacho alikuwa anatafutia ni pesa. Utajiri yake ilikuwa ni kuhusu pesa. Hakuwa na hata kitu yoyote. Lakini saizi analia zaidi, anatamani hata we maskini kuliko hata venye alikuwa, sababu maudhui ambayo anapitia, vitu ambayo apaka fanya ili maisha yake iendelee, ndio vitu ambayo inaumiza. Huyu ndugu yetu kafara yake ilikuwa baada ya mwaka moja anatafuta maiti. Baada ya mwaka moja anatafuta maiti ambaye amekufa. Baada mwaka, kila mwaka atakuwa anatafuta maiti moja maiti ya mwanamke ambaye amekufa na kukula ile nyama ya maiti. Yani unawekwa kukula nyama ya maiti. Baada ya mwaka bora awe ni mwanamke, atakuwa nakula nyama ya maiti. Ebu sasa wewe kama wewe mwenzangu ambao unatamani utajiri, uambiwe baada kila mwaka utakuwa nakula nyama ya maiti. Baada ya mwaka moja unachuna nyama ya maiti unakula. Ebu niambie kama wewe na hiyo maskini yako ambao kila mara unalilia Mwenyezi Mungu nijalie kwa nikuwe tajiri, wewe utakubali katika fara yako kila mwaka unakula nyama ya maiti? Na hii nyama ya maiti ni nyama ya mtu mwenye ni mwanamke na ni mtu mwenye ameshaanza kuoza. Jiulize swali moja, kama unaweza fanya kitu kama hiyo, ati hiyo ndio kafara yako? Sasa huyu ndugu yetu, hiyo ndio kitu ambaye kwa saizi anapitia, na anasema maisha yake inakuwa vibaya sababu anapata maradhi tofauti. Pesa, kuna mahali pesa ni mzuri na kuna sehemu pesa haisaidii. Huyu ndugu yetu sasa amekuwa akiugua maradhi zingine za tumbo sababu sheria unakula nyama ambaye imehoza. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, hii nyama haipikwi. Hii nyama unaikula tu vile venye unaweza kula. Umenunua sausage kwa hizi vibanda, unataka kukula sausage ama unataka kula smoky, unaikula vivyo hivyo tu. Sasa hiyo ndio kitu kafara yenyewe ndugu yetu alikuwa anapitia. Hiyo ndio kafara ya ndugu yetu ili utajiri yake iongezeke. Na asipoifanya, kitu gani ilikuwa anafaa imfanyie? Yani ndugu yetu asipokula nyama ya maiti, yani anaambiwa hautaishi kwa muda miezi 6. Angalia, yani asipokula ile nyama ya maiti atakaa ama hataishi kwa muda miezi 6. Hiyo ndo kafara ya huo kijana huyo. Sasa wewe ambaye kila mara unaomba Mwenyezi Mungu, nipe utajiri. Kuomba utajiri sio mbaya, lakini omba utajiri kwa njia ya halali, njia ya Mwenyezi Mungu. Utajiri yako itakuja kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Bidii yako litakutoa nje. Hakuna haja uende upitie hizi vichoro sababu ndakuwa na mali. Ati mpaka uishi na nyoka ndo maisha yako yawe mzuri. Ati mpaka ulale na maiti ndo maisha yako yawe mzuri. Ati sababu ya utajiri mpaka ujitoe uchi, ujioshe uchi katikati ya sokoni. Ati sababu ya utajiri. Hizi vitu zote utakufa, utawacha. Sasa mwenzangu mtazamaji,
wewe kama wewe, hebu niambie, wewe ungekubali kafara kama hii? Kila mwaka unakula nyama ya maiti moja, kila mwaka unakula nyama ya maiti moja. Kuna kiwango ambao unawekewa paka ule. Sasa hebu niambie, kila mwaka wewe utakubali? Sasa wewe mwenyewe unasema unatafuta pesa kwa njia yote, unasema ati mimi saizi nazamua nifanye chochote ili nipate mali. Sasa wenzetu ambao wamepata mali, ndio maana Waswahili wanasema kile kitu ambao unaona inang'aa sana, kuna sababu yake. Unafaa uchunguze, hii jamaa huyu amepitia njia gani? Si ati wewe unatamani njia yenye mtu ambaye alipitia na ujui alifanya kitu gani ili awe mwenye kufikia penye amefikia. Usione mtu yote ambaye anaendesha gari ati unasema hiyo gari ni laki. Saa zingine gari ni ya mkopo, saa zingine ni gari ambayo ni ya kuombwa. Wewe mwenyewe unaona maisha ya mtu alafu unaanza kuiga. Usihige maisha ya mtu, ishi maisha yako. Wewe kana hiyo maskini yako, tafuta njia ambayo unaweza jiishi nayo, unaweza kula kwa njia ya halali, lakini usitamani ama usihiga maisha ya mwingine. Kuihiga maisha ya mwingine ninafanya watu wengi wanaingia katika ushirikina. Hiyo ndo kitu ambaye mimi, na hiyo ndo simulizi ambaye nilikuwa nataka kuambia. Na hii simulizi, kama wewe mwenyewe unatamani utajiri, kuna mtu saizi alikuwa tajiri anatamani kuwa maskini. Hiyo ndo maisha ambayo alipitia. Sasa kama wewe mtazamaji, hebu niambie kwa comment section, utakubali maisha kama hii? Hata kama ni utajiri, utakubali kafara kama hii? Ati ile ndio uwe tajiri, wewe ndio unaendesha magari makubwa, utakuwa na hiyo moyo, utakuwa na ile shujaa ya kukubali kafara kama hii? Kama wewe utakubali, hebu niambie kwa comment section, kitu gani kama ingekuwa ni wewe ungefanya kitu gani? Sababu kijana saizi anapitia magumu, ni tajiri, lakini aenjoy utajiri yake kila mwaka mpaka aende atafute maiti na kukula nyama ya maiti, ambapo katika Kiislamu Waislamu hiyo ni kitu, hiyo ni makosa, na hiyo ni dhambi kubwa. Katika Wakristo hiyo pia ni dhambi kubwa. Kukula nyama ya maiti ni dhambi kubwa sana. Ni sawa tu na mtu mwenye ameambiwa enda lala na mama yako. Utakulala na mama yako kivipi sababu ya utajiri? Sasa hii ndio vitu yenye watu wengi wanapitia. Usioni ati mtu anang'aa sana ukatamani utajiri yake, ama ukaona yanapendeza sana. Wewe kama mtazamaji, hebu niambie kwa comment section, na usisahau kucomment na kusubscribe na kulike hii video.